ulianza kama uvumi, uvumi ukaenea na kuwa nong'ono, nong'ono zikashamiri hewani na kuwa mambo bayana. Hivi nazungumzia nini? Mnamo tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka wa 2024 ndio uliokuwa mwanzo wa misheni ya kikundi kinachoeneza ujumbe wa malaika watatu ulioandikwa katika Biblia, ukipenda The Three Angels Harvest Ministry, kikundi kilicho chini ya mwavuli wa kanisa la Wasabato la chuo kikuu cha Kibabii almaarufu Kibusda. Watumishi hawa wakiongozwa na mkurugenzi wa misheni Wilfred Manoti walifika shule ya msingi ya Ebuyalu, kaunti ya Vihiga, sehemu ambayo ingekuwa makao yao kwa majuma mawili mbeleni. Yalitendeka mengi, bali nitakayokuelezea ni muktasari wa yale yaliyofanyika. Ratiba ilivyoanza siku ya kwanza ndiyo mtiririko uliofuata hadi siku ya 14. Baada ya shughuli za mapema ikiwemo usafi, zilifuata ziara za huduma za misheni, huku wakazi wa miji na vijiji wakitembelewa na kupokezwa ujumbe wa matumaini, kisha baadaye vipindi vya mchana. Kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi cha afya, kikiongozwa na binti mkakamavu Elizabeth Masibo pamoja na msomaji wake. Mwalimu wangu, kitabu ni Timotheo wa kwanza 2:1. Kitabu ni Timotheo wa kwanza 2:1 inasema kwamba soma, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Hivyo basi tutaweza kuamini tupate ombi. Kisha Zakari Nyakoe, kipindi cha uchambuzi wa Biblia, akizaidiwa na Aloyo Moses, mtumishi Brian Mbunde akiendeleza mahubiri kabla ya Gilbert Kitau almaarufu Gigi pamoja na Mark Ojunge kufunga kazi na unabii. Wakati tukiujua wakati saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana pembe 10 kichwani mwake alikuwa na meno ya chuma na miguu ya chuma, pembe ndogo ilizuka. Kila kipindi kilichukua muda wa lisali moja, huku wakazi wakisifia huduma ya vijana hawa ambao kwa kazi ya Mungu wamejitoa kwa hali na mali. Amani akawabariki, akawapeleke mkafike mkiwa wazima, na hata mtakapofika mtukumbuke tena wakati mwingine mkarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kila Alhamisi ilikuwa siku ya umishonari wa kitabibu, ambapo matabibu waliwahudumia wagonjwa wenye changamoto kama vile kisukari na vidonda vya tumboni bila ada yoyote, huku wagonjwa hao wakiridhia huduma hiyo ya bure. Mzee wa kanisa la Ebuyangu, Chafez Sibo, pamoja na mhubiri Samuel Masika wanapewa kongole kwa mchango wao mkubwa katika sekta mbalimbali. Walimu wa watoto, mstari wa mbele akiwa Fabe Oketo, waliwafunza watoto maadili. Daudi kijana mdogo alimuua Goliathi. Daudi kijana mdogo alimuua Goliathi. Siku ya kukamilisha misheni, watu 9 walijitoa na kupatizwa, huku wakitunukiwa nakala za kusoma zikiwemo Biblia. Aidha, naibu mratibu wa misheni Victor Kwaro aliwataka wanakundi kuendeleza mzururo wa matokeo mema katika kila misheni ambayo wangeenda. Hapo natia komeo nikikuarifu kwamba ajidhaniaye amesimama aangalie asianguke. Mie ni Andrew Kasaya. Panapo pendo.
tamu, mashamba yasitawi, maishani kamili.